Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Kristo. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, inapofika siku nyingine au wakati mwingine, tunakaribishana mbele za Mungu kwenda kujifunza neno la Mungu. Nia yetu ni kujisogeza katika uso wa Mungu, pia kupata maarifa ya Mungu, pia atufunulie zile siri ambazo zimejificha, ambazo tunatakiwa tufate haki. Basi Mungu huwafunulia watu ambao wameamini. Kwa hiyo kuamini, tutawezaje kupata uaminifu au kupata uamini? Ni lazima tusome neno la Mungu, tusali na tuhudhurie ibada. Sasa leo tupo katika kujifunza kile kitabu cha Yoshua 24 mstari wake wa kwanza mpaka wa 28. Tutasoma kwanza kabla hatuja fafanua Mungu anataka tujue kitu gani katika hayo maandiko. Usione uvivu, sikiliza haya maneno tunayoyasoma, sikiliza hichi kitabu tutakapokisoma mpaka pale 28, ndio tuende kuchambua. Mbarikiwe sana na mkaribie katika kujifunza kitabu hichi. Ndugu msikilizaji, ndugu mpendwa katika Kristo, kama hujasubscribe hii channel, basi fanya hivyo na ubonyeze alama ya kengele pale upate notification kwa updates zote ambazo tutakuletea. Amen. Kwa jina la Yesu, twende tukasome hichi kitabu na itakuwa ni jambo la baraka, na Mungu atubariki kwa kusikiliza ili neno. Naanza kwa kusema asante Baba, acha tusome hii andiko, acha tusome hichi kitabu Yoshua 24 mstari wake wa kwanza pale mpaka wa 28. Itakuwa ni jambo la baraka sana kwetu. Amen. Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja hapa kwenu tena. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa uhai wake, pia kutuwezesha kukutana tena. Nimekuja hapa mbele zenu ili tujifunze neno la Mungu. Nia na mazumuni ya kujifunza neno la Mungu ni kupata maarifa ya Mungu, pia atufunulie zile siri ambazo tunapaswa sisi kuzijua na kumtumikia yeye daima, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kutumia nguvu zake akashinda bila kutumia uwepo wa Mungu, bila kutumia akili za Mungu, kwa sababu Mungu wetu anatupenda naye anatutumikia, anatuongoza kwa kutumia Roho wake Mtakatifu. Leo ndugu zangu, nataka tukaende kusoma kile kitabu cha Yoshua 24 mstari wake wa kwanza mpaka wa 28. Litakuwa ni jambo jema, jambo la baraka zaidi kwenda kusoma hichi kitabu, afu tuangalie Mungu ametuambia nini katika hichi kitabu. Amen. Hacha nikasome hichi kitabu katika jina la Yesu. Ninasoma hicho kitabu. Yoshua akawakusanya makabila zote za Israeli huko Shekemu, akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakahudhuria mbele za Mungu. Amen. Tukienda wa pili pale, Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli amesema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahodhi, wakaitumikia miungu mingine. Amen. Tukienda mstari wake wa tatu pale unasema, nami nikatwaa Ibrahimu baba yenu toka ng'ambo ya mto, nikamuongoza katika nchi yake ya Kanaani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. Amen. Tunaenda kusoma tena mstari wake wa tano pale unasema, kisha nikawatuma Musa na Haruni, nikaipiga nchi ya Misri kwa hayo yote niliyoyatenda kati yake, hatimaye nikawatoa ninyi. Amen. Naenda kusoma ule mstari wa sita. Nikawatoa baba zenu watoke Misri, nanyi mkaifikiria Baali. Wamisri wakawafuata baba zenu kwa magari na wapanda farasi mpaka bahari ya Shamu. Naenda kusoma ule mstari wa saba. Amen. Nao walimlilia Bwana, akaweka giza kati ya ninyi na Wamisri, akaileta bahari juu yao, akawafunika nayo. Macho yenu yaliyoona mambo yanayotendeka huko Misri. Kisha mkakaa jangwani siku nyingi. Amen. Tunaenda kusoma ule mstari wake wa 8. Kisha nikawaleta na kuwaingiza katika nchi ya Waamori,
waliokaa ng'ambo ya pili ya Yordani, nao wakapigana nanyi, nikawatia mikononi mwenu, mkamiliki nchi yao, nami nikawaangamiza mbele yenu. Amen. Naenda kusoma mstari wake wa 9 pale. Ndipo Baraki mwana wa Sipori mfalume wa Moabu akainuka apigana na Israeli, tena akatuma watu wakamwita Balaamu mwana wa Beori aje awalani, lakini sikukubali kumsikiliza Balaamu. Kwa hiyo akafuliza kuwabariki nanyi, basi mkawatoa katika mkono wake, nanyi mlivuka Yordani mkafika Yeriko. Nao watu wa Yeriko walipigana nanyi, Mwamori na Mperizi na Mkanani na Mwiliti na Mgirigashi na Mhivi na Muivi na Mzebusi, nami nikawatia mikononi mwenu. Nanyi mlivuka Yordani mkafika Yeriko, na watu wa Yeriko wakapigana nanyi, Waamori na Mperizi na Mkanani na Muhiti na Mgigashi na Muhivi na Myebushi, nami nikawatia mikononi mwenu. Tukisoma ya 12 pale. Nikatuma mavu mbele yenu, waliwafukuza mbele yenu, nao wafalme wawili wa Amori, si kwa upanga wako wala kwa upinde wako. Amen. Nasoma ya 13. Nami nimewapa ninyi nchi msioitendea kazi, na mji msioijenga, nanyi mmekaa umo, mnakula matunda, na mashamba ya mizabibu na mizaituni msioipanda. Basi sasa acheni Bwana mkamtumikie kwa unyofu na moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mstari wa 16. Hao watu wakajibu wakasema, acha tumwache Mungu ili kuitumikia miungu mingine? Kwa maana Bwana Mungu wetu, yeye ndiye aliyetupandisha sisi na baba zetu kutoka nchi ya Misri, kutoka nyuma ya utumwa, naye ndiye aliyezifanya ishara zile kubwa mbele ya macho yetu, kutulinda katika njia ile tuliyoiendea, na kati ya watu wa mataifa yote tuliopita katikati yao. Bwana ndiye aliwafukuza watu wa mataifa yote watoke mbele yetu. Naam, Waamori walikaa katika nchi hii. Basi kwa sababu hiyo sisi nasi tutamtumikia Bwana, maana yeye ndiye Mungu wetu. Joshua akawaambia watu, hamwezi kumtumikia Bwana kwa kuwa yeye ni Mungu mtakatifu, yeye ni Mungu mwenye wivu, hatowasamehe makosa yenu wala dhambi zenu. Kama mkimwacha Bwana na kuitumikia miungu mingine, ndipo atageuka na kuwatenda mabaya na kuwaangamiza baada ya kuwatendea mema. Lakini hao watu wakamwambia Yoshua, la, lakini tutamtumikia Bwana. Joshua akawaambia watu, nyinyi mmekuwa mashahidi juu ya nafsi zenu ya kuwa mmemchagua Bwana ili kumtumikia yeye. Wakasema, sisi tu mashahidi. Mstari wake wa 23 akasema, basi sasa ondoeni miungu mingine iliyo kati yenu, mkaelekeze mioyo yenu kwa Bwana Mungu wa Israeli. Ndipo hao watu wakamwambia Joshua, Bwana Mungu wetu ndiye tutakayemtumikia, na sauti yake ndiyo tutakayoitii. Basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile, akawapa amri na agizo huko Shekemu. Yoshua akaandika maneno haya katika kitabu cha Torati ya Musa, kisha akatoa jiwe kubwa
akalisimamisha huko chini ya ule mwaroni uliokuwa karibu na patakatifu pa Bwana. Mstari wa 27. Yoshua akawaambia watu wote, tazama, jiwe hili litakuwa shahidi juu yetu, kwa maana limesikia maneno yote ya Bwana aliyotuambia. Basi litakuwa shahidi juu yenu, msije mkamkana Mungu wenu. Mstari wa 28. Basi Yoshua akawaruhusu watu wakaenda zao, kila mtu kwenye urithi wake. Amen. Na hichi ndio kitabu cha Yoshua 24 mstari wake wa kwanza mpaka 28. Twende tukaangalie Mungu hapa ametueleza nini, anataka kutufundisha nini, au tumeelewa nini katika ile andiko. Amen. Ni hivi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusoma hayo maandiko ni Yoshua 24 mstari wake wa kwanza mpaka wa 28. Ni marefu kidogo, najua watu wamechoka kusikiliza kusoma hayo maandiko. Sasa twende tuangalie hapa tunafundishwa nini, tunataka kuelezwa nini juu ya haya maandiko. Kitabu cha Yoshua 24 mstari wake wa kwanza mpaka 28 inaeleza agano la mwisho ambalo Mungu aliwaongoza wana wa Israeli kufanya mbele za Mungu huko Shekemu. Hapa Yoshua anawakumbusha watu wema na matendo yote ambayo Mungu aliwatendea tangu wakati wa Abrahamu mpaka kuwapa nchi ya ahadi. Amen. Hapo unatakiwa ndugu unisikilize sana vizuri kwa makini, kwa sababu uchambuzi unatakiwa uwe umetulia ndio utani. Muktadha wa ili andiko au hii Yoshua 24 mstari wake wa kwanza mpaka 28. Katika ule mstari wa kwanza tunaona Yoshua aliwakusanya viongozi na watu wote. Tunaona kwamba Yoshua alikusanya wazee, viongozi na waamuzi na maafisa wa Israeli mbele za Mungu huko Shekemu ili wawasiliane na Mungu kuhusu maisha yao ya kiroho. Amen. Pia ukienda katika mstari wake wa pili mpaka 13 kama tulivyosoma kule, ni Mungu anawakumbusha matendo yake yalivyo makuu. Mungu kupitia Yoshua anatukumbusha au anawakumbusha, alimtoa Abrahamu kutoka nchi ya mbali, aliwapa Isaka, Yakobo na Esau. Alimtumia Musa na Haruni kuwaokoa Misri, aliyogawanyisha ile bahari ya Shamu, aliwapa nchi ambayo hawakulima, aliwashinda adui zao jangwani Kanaani. Sasa hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba ushindi wao ulitokana na neema ya Mungu na sio nguvu zao binafsi. Amen. Na tukiangalia mstari wake pale wa 14 mpaka wa 5 tunaona ni wito wa kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Amen. Ndio maana tunaona pale Yoshua anasema maneno yale maarufu, chagueni leo wa kumtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hiyo Yoshua na familia yake walichagua kumtumikia Bwana. Akaambia na nyinyi mchague leo hii. Amen. Kwa hiyo ilikuwa ni wito, ule mstari wake wa 14 mpaka 15 ni wito wa kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Amen. Pia tukiangalia mstari wake ule wa 16 mpaka 24, watu waliahidi kumtumikia Mungu. Ndio maana tunaona wana wa Israeli walikiri kwamba Mungu ndio aliyewaongoza na kuwaokoa, ndio wakaahidi kwamba wataacha miungu mingine na kumtumikia yeye pekee. Yoshua aliwaonya kwamba Mungu ni mtakatifu, hivyo wasimfate kwa maneno tu, bali kwa moyo wa kweli. Usimfate kwa maneno tu, bali utumie moyo uliokiri kwamba huyu ni Mungu wetu. Ndio maana Yoshua anasema Mungu wetu ni mtakatifu. Kwa hiyo hutakiwi kukubali tu kwa maneno, lakini natakiwa na ule moyo wa kweli.
Kwa hiyo tukiangalia mstari nao wa 24 wa 25 mpaka 28 tunaona ni agano ambalo liliandikwa na kuwekwa ahadi. Kwa hiyo Yoshua aliandika ahadi katika jiwe, aliandika ile agano, aliandika agano, kuweka mapatano. Amen. Tunaona aliandika maneno haya katika kile kitabu cha sheria. Maneno haya ndiyo aliandika, na akaweka jiwe kubwa kama agano au ushahidi wa agano lao na Mungu. Akaweka jiwe kubwa kama ushahidi wa agano lao yeye na Mungu. Umeona hapo? Kumtumikia Mungu kwa ukweli, Mungu kwa moyo. Unaweka agano na Mungu kwa sababu umekiri kumtumikia yeye kwa kila kitu, kumfuata yeye kwa kila kitu. Amen. Kisha akawarudisha watu kila mmoja kwenye urithi wake. Na jiwe lile lilikuwa kama ukumbusho kwamba tulikuwa tumeweka ahadi kumtumikia Mungu, ndio maana la kuweka lile jiwe. Kwa hiyo hapa tunajifundisha nini? Mafundisho muhimu sana ni nini hapa? Jifunza nini? Ni kwamba Mungu hukumbuka na kuthamini historia ya watu wake. Kumtumikia Mungu ni uchaguzi wa kila siku. Ahadi kwa Mungu zinahitaji uaminifu wa kweli. Hivyo ndio vitu tunajifunza katika hayo maandiko. Familia inaweza kuongozwa katika njia ya Mungu kama Joshua alivyosema kuhusu nyumba yake itamtumikia Mungu. Nyumba yake imechagua kumtumikia Mungu. Kwa hiyo mistari maarufu sana katika sheria hii ni mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na 4 mstari wake wa 15. Huo mstari ni maarufu sana, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa kusema hili niseme kwamba tubarikiwe sana na hili andiko. Mungu wa mbinguni awabariki na bye bye.